Unawezaje kupata visa ya kuja kutembea Marekani? Sasa ili uweze kupata visa ya kuja kutembea, watu wengi wamekuwa wanauliza kuhusiana na utaratibu wa barua ya mwaliko. Mtu anakuambia kwamba naomba uniandikie tu barua ya mwaliko bwana, mimi nataka nije Marekani bwana, nitumie barua. Anaona kama unambania usipomtumia ile barua. Lakini watu wengi hawajui barua ya mwaliko ni kitu gani, anaiandika nani, vitu gani vinakuwa katika barua ya mwaliko, na kubwa zaidi, je, ukiwa na ile barua ya mwaliko inakusaidiaje au inakupa asilimia ngapi za wewe kupata visa? Maana yake ni kwamba unaweza vile vile kuomba visa bila kuwa na barua ya mwaliko kama unataka kuja kutembea Marekani. Ni vitu gani unaviangalia katika kuhakikisha kwamba unapewa visa ya kuja kutembea Marekani? Karibuni sana. Awali ya yote naomba ufanye vitu vifuatavyo. Subscribe katika YouTube channel yangu hii ya Kiswahili ya EBM Swahili. Lakini 2, hakikisha unashare video hii na watu wengine. Hata kama wewe huna mpango wa kusafiri kuja Marekani, watu wengine wanahitaji elimu ya namna hii hapa. Visa ya kuja kutembea maarufu kama B1, B2 visa ya Marekani. Mtu anataka kuja kutembea, anaweza kuja kwa kumtembelea ndugu yake, rafiki. Anaweza mtu anakuja kwenye sherehe, graduation. Mtu anakuja kwenye mkutano. Mtu anakuja kwa matibabu. Mtu anakuja kwa niaba ya utalii. Kuna vitu vingi vinafanya mtu uje kutembea. Sasa kuna kupata visa kupitia barua ya mwaliko. Watu wengi wanatuona sisi wakorofi usipomtumia barua ya mwaliko. Lakini sasa barua ya mwaliko inakuwa na vitu vifuatavyo. Anayeandika barua ya mwaliko lazima awepo Marekani kihalali. Legally awepo Marekani. Maana yake ni kwamba wewe ukiwa illegal hapa huwezi kumwandikia barua ya mwaliko mtu kapewa visa. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili, katika barua mwaliko zinaandikwa barua 2. Barua ya kwanza ni mimi nakuandikia wewe. Kwa mimi nikiwa hapa kama raia wa Marekani au mtu mwenye green card Marekani au hata kama ni international student yuko legally hapa, anakuandikia barua wewe ambaye unakuja kualikwa. Ile ni barua ya kirafiki, a friendly letter. Mambo vipi John, mambo vipi Hamisi, unaendeleaje za masiku? Barua itakuwa kwa Kiingereza. Na mimi mambo yanaendelea vizuri bla 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 bla. Alafu unajua bwana, Pasaka ya mwakani nataka nikualike uje kutembelea Marekani kwa sababu kipindi cha Pasaka kuna tukio hili na hili na hili na hili na hili, labda mwanangu ana graduate na kuna kitu au kuna harusi, kuna hivi na hivi na hivi. Kwa kama utakuwa na nafasi, kama utakuwa unapata ruhusa kazini au umefunga shule, na kuomba uje hapo ukae hata wiki 2 kidogo, usafishe macho, uone bla bla bla. Kwa unaandika barua mwaliko kwamba nakualika wewe kipindi gani, kufanya nini. Usio na wasiwasi kusema nasema kukaa, si unafahamu utakaa hapa nyumbani kwa hizo wiki 2, ukimaliza utarudi maisha yako yataendelea kama kawaida. Kwa hiyo ni barua ya kawaida, friendly letter. Haina nguvu sana. Alafu kuna barua nyingine sasa ambayo mimi yule mwaliko anayetoa mwaliko anaiandika kuiaddress kwenda kwa consular officer, kwenda kwa ofisa wa ubalozi ambaye anatoa visa. Barua ile pale inakuwa na vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, mimi najitambulisha. Mimi ni nani? Immigration status yangu ni ipi? Alafu wewe navyokuwa uhusiano wangu mimi na wewe ni upi? Kwa nini nakualika? Utakaa muda gani? Utakaa wapi? Vitu kama vya namna hiyo hapo. Kwa hiyo inaanza kwamba mimi naitwa Ernest Boniface Makulilo, ni raia wa Marekani. Napenda raia wa Marekani mwenye passport number hiyo, kwa sababu hiyo namba utakuja katika attachment itakuonesha kwamba mimi naitwa fulani bin fulani, raia wa Marekani mwenye passport number hiyo hapo, kama ni green card number hiyo hapo. Ninapenda kumwalika kaka yangu, dada yangu au rafiki yangu au mjomba wangu fulani bin fulani mwenye passport number hiyo hapo. Lengo kubwa la kumwalika ni kwamba kutakuwa kuna
harusi tarehe fulani. Yeye kama ndugu atakuja kuwakilisha upande wa ndugu kutoka Tanzania, kwa nilikuwa namuomba awepo katika sherehe hiyo hapo. Atakapokuja hapa atakaa kwa walau kwa muda wa wiki 2. Katika kipindi cha wiki 2 hizo atashiriki katika harusi yenyewe, maandalizi ya mwisho ya harusi na harusi yenyewe, na baada ya harusi ndani hizo wiki 2 ataweza kurudi Tanzania. Atakapokuja hapa hakutokuwa na usumbufu wowote ule pale atakaa wapi, kwa sababu atakaa katika nyumba yangu au katika apartment yangu ambayo inapatikana katika, unaiandika apartment number kama ni house number, ile nyumba yako address yako unaiweka ile pale. Vile vile swala la nauli au swala la transportation, usafiri wa ndani wa hapa, chakula atakuwa nakula nyumbani, atatumia usafiri wangu hapa nyumbani, na hata vile vile usafiri wa nauli ya ndege ya kutoka Tanzania kuja Marekani nitafanya utaratibu huo, hakuna tatizo. Umemaliza mpaka pale. Kwa naomba umsaidie kumpatia visa na nitahakikisha kimaliza muda wake anarudi Tanzania. Ukimaliza hapo utaweka attachment ya passport yako. Kama unamwalika mtu kwenye harusi lazima uweke, kuna kitu kinaitwa marriage license, na kama tangazo la harusi, ile information za invitation za harusi yenyewe kwamba inafanyika ile tarehe unayoizungumzia. Kama unamwalika kwenye graduation, sema unaonyesha documents za graduation hizo hapo, vitu kama vya namna hiyo hapo. Kama anakuja kutembelea wewe hakuna attachment kwamba vitu vya namna ile pale, lakini lazima kama vile vile ukitaka, kuna mtu mwingine utaka kuwa more confident kwamba kusema mimi nitakafa hizo gharama, kuna mtu mwingine anaweza kuweka ile tax transcript au tax return information kama unataka, lakini sio lazima. Lakini ni vizuri uoneshe information za kuonesha financial status yako, just kuweka unani nguvu fulani. Kwa hivyo ndio vitu vinavyokuepo. Kwa ile barua inakuwa imekuwa typed, unaisign, unamtumia yule mtu anaenda kuomba visa, unamtumia ndugu yako anaenda kuomba visa. Kwa ile barua anaenda nayo ubalozini siku ya kwenda kuomba visa, siku ya kwenda kwenye interview. Sasa basi, swali la msingi ni kwamba je, barua ile pale ina nguvu kiasi gani ya wewe kuweza kupewa visa? Mchango wake ni mdogo mno. Kwa ndio maana nataka kuhakikishia watu au kuambia watu, usimlaumu mtu kwamba hakupi barua ya mwaliko. Mchango wa barua ni mdogo mno. Ili uweze kupewa visa ambayo tunasema ni visa ya kuja kutembea, au hata kama ni wanafunzi tunajua kuzungumzia visa wanafunzi tofauti. Visa ya kutembea ambao ni tunaita ni non-immigrant visa, ni visa ambayo huji Marekani kupewa green card. Lazima uprove kwa yule mtoa visa, consular officer, kwamba mimi ninapokwenda Marekani ninaenda kukaa kwa hizi wiki 2 au mwezi mmoja au miezi 2 kwa mujibu wa matakwa ya visa naenda kuomba au malengo ya kwenda Marekani. Nikimaliza ule muda wangu ninarudi nchini kwangu Tanzania, ninarudi nchini kwangu Kenya. Sina mpango wa kwenda kubaki pale. Kwa ukisema sina mpango wa kubaki pale, lazima uoneshe evidences, lazima uoneshe vitu gani vitakavyokushawishi wewe kurudi nchini kwako. Vitu vinavyokushawishi kurudi nchini kwako sio kusema kama bwana mimi naipenda sana nchi yangu, mimi ni mzalendo wa kufa na kupona, nimekunywa maji ya bendera. Hawataki hizo story. Wanataka kuonesha kwamba bwana mimi nina kazi hii hapa, evidence hizi hapa, mshahara wangu ni huu hapa, kwenye benki na kiasi fulani cha fedha, nina mashamba haya hapa, au nina duka tena lingine hili hapa, au nina hisa hizi hapa. Kwa nina assets ambazo nina manage hapa. Kwa hiyo sina haja ya kuweza kungangania kubaki Marekani. Kwa ndio maana kwamba lazima uwe na evidences. Sio nazungumza maneno matupu kwamba mimi naipenda Marekani, siwezi kuzimika Marekani. Lakini unasema uweze kuzimika kuzabia Marekani, wakikwambia wewe una kitu gani? Bwana mimi nimemaliza diploma alafu huna kazi. Au kazi yangu ni mshahara shilingi 200,000. Ambapo 200,000 ni $90, $100. Wakati ukija Marekani ukiosha vyombo unapokea $2,000. Obviously utashawishika kubaki hapa. Kwa onesha vitu vitakufanya wewe urudi Tanzania au nchini kwako Kenya. Bwana mimi sasa hivi ni director wa ofisi fulani.
mshahara wangu ni huu hapa, majukumu yangu ni haya hapa, mimi niko katika ndoa, nina watoto hawa hapa, nina majukumu haya hapa, lakini vile vile ni kwamba katika mazingira hayo yote unafanya vitu vinginevyo kama hivyo hapo. Kwa lazima uoneshe evidences ambavyo vizivyo kamshawishi yule mtu kwamba huyu mtu kutoka na hichi kitu hawezi kuzamia Marekani, ana maisha yake tayari ya kutosha katika nchi yangu. Hivyo ndio vinaweza kumshawishi mtu. Maana yake ni kwamba hata kama usipokuwa na barua mwaliko, una uwezo wa kuomba visa ya kuja kutembea, as long as una vigezo vya kuonesha kwamba mimi siendi kuzamia huko. Kwa mfano wewe, tuchukulie umefunga ndoa. Tuchukue mfano MC Garabi, yule ambaye yuko Tanzania, ni MC maarufu. Nisho kutana kama mara mbili huyu jamaa. MC Garabi yule mfano, yeye mfano akisema naomba visa, kwa mfano tuseme amefunga ndoa leo, obviously yuko katika ndoa. Amefunga ndoa leo, anaosema bwana mimi nataka niende honeymoon Marekani. Hana haja ya kuwa na mwaliko. Kwa sababu yeye anasema bwana mimi kila Jumamosi na Jumapili au kila Ijumaa na Jumamosi nina sherehe ya kufanya, na kila nikifanya ile sherehe nalipo labda dola 1000. Kwa mimi kwa mwezi naingiza dola 9000 au dola 8000, na evidence hizi hapa. Mimi nina nyumba hii hapa tayari. Mimi nina investment hii hapa tayari, kampuni yangu. Kwa akionyesha vile vitu, wanajua huyu mtu hawezi kuzamia. Kwa sababu anachokipata Tanzania ni kikubwa. Kwa hiyo hana haja ya kuwa na mwaliko. Yeye kama yeye anaweza kaomba visa kuja kutembea. Mtu kama Alikiba, Harmonize, mtu kama Diamond hawahitaji mwaliko kusafiri, kwa sababu tayari yeye ni msanii na usanii wake ni wa hali ya juu na business yake inafahamika ni Tanzania. Akija Marekani atakuwa na perform wapi kila siku? Hana cha kuperform. Kwa maisha yake yako kule, kama amepanga nyumba, kama amenunua magari gani, kama ana mashamba, ana Wasafi FM, sijui ana marude gani, ana zile investment zinaonekana kwamba huyu mtu anaweza kuzamia huku. Kwa yeye kama yeye anaweza kaomba visa. Kwa in the end, kinachokufanya wewe upewe visa kuja kutembea sio barua ya mwaliko. Kinachokufanya wewe upewe visa ni wewe kama wewe unayeomba visa, uwe una mwaliko uwe huna, kuprove kwamba mimi nikienda Marekani siwezi kuzamia. Ni unabidi uoneshe assets ulizonazo, vitu ambavyo vinaweza kukushawishi wewe kurudi nchini kwako. Bwana mimi sasa hivi mimi ni mbunge, mimi hapa ni diwani, mimi hapa ni mfanyakazi wa serikali, ni mkurugenzi. Kwa nina majukumu yangu tayari, kwa sina haja ya kuzamia Marekani. Kwa hivyo ndivyo sababu unavyoenda kuomba visa. Kwa unapoenda kuomba visa, yes, unaweza kwenda kuomba visa kwa barua mwaliko. Na hata kama ukialikwa kwenda kwenye mkutano, yule anakualika kutoka kwenye mkutano lazima aoneshe organization yake ni kitu gani, kuprove kwamba ile organization ni registered. Lakini mbili, lazima aoneshe kama anakuja kwenye mkutano, aonesha documents za ule mkutano kweli upo, au kama anakuja kujifunza kitu gani. Halafu hata kama ukialikwa na organization au hata kama ukialikwa na Obama, ni lazima wewe kama wewe kutoka huko nchini kwako uprove kwamba sintozamia Marekani, haijalishi umealikwa na nani. Kwa mtu anayekualika, as long as iko legally, hana impact kubwa yoyote ile pale katika wewe kupewa visa au kunyimwa visa. Wewe kama wewe, uwezo wako kumshawishi yule consular, document unazoweza kuzionesha ndizo zinazoweza kuprove kwamba wewe kama wewe unaweza ukapewa visa au ukanyimwa visa. Kwa usimlaumu sana mtu anayekuomba mwenye ile barua. Wewe ndio tengeneza profile lako liweze kukushawishi kupewa visa au kunyimwa visa. Asante sana, naona kwamba somo hilo limeweza kueleweka kuhusiana na barua ya mwaliko, lakini vile vile jinsi gani unavyoweza kupata visa ya kutembea kuja Marekani.